Wangu wewe. Uko wapi? Babu niko bado naendelea na kazi huku. Haya babu, fanya kazi uje mapema basi niletee hizo dawa. Nitakuletea babu, ngoja kwanza nimalizane na hapa. Haya mjukuu wangu. Hata macho yaniuma, miguu yaniuma, kila kitu. Amwache nikamwangalia huyu babu yangu hapa. Hizi ndizi naona hapa mpaka tabidi zingine nizipalilie. Zikato kwanza hizi. Hii naona imekomaa hii. Sasa sijui babu atasemaje kuhusu hii ndizi. Lakini pamoja na hivyo wacha nimtafute kwanza, alikuwa ameshanituma dawa zake, wacha nikaangalie kwanza hali yake inaendeleaje, kwa sababu hapa bado kuna kazi kubwa, bado kuna kazi hizi za kupalilia huku, hii migomba. Wallahi ninapata kazi nyingi. Babu. Lakini ndio hivyo sasa, babu huwa mara nyingi huwa haelewi kazi ninayofanya. Paka umlazimishe nini, sijui kwa nini huwa hanipendi babu yangu, lakini nashughulika na mambo yote hao, wajukuu wengine wako kule mjini. Muangalie kwa mfano kama sasa hivi hii miti sasa hivi inatakana ikatwe. Subhanallah. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu atufanyie pesa. Lakini nina babu ambaye kwamba ni mkorofi na halielewi, wakati wanakuja wajukuu wengine yeye ndio anaanza kunifokea na kumtukana. Kwa nini umechelewa kuniletea dawa? Na hali ya kuwa ameniachia kazi hapa. Chami nielekea bwana. Uko wapi? Mimi bado nilikuwa niko kwenye shamba. Wewe bwana nichelewesha bwana, mimi naumwa hapa babu. Hizo dawa ziko wapi sasa? Asalamu alaykum. Asalamu. Leo hapa nilikuwa nimeenda kuchukua, si nilikuwa nimeniambia niende nikachukue nani? Kisambu. Nilikuwa nimeenda kuchukua kisambu. Unaenda kununua za dawa huko? Dawa nitaenda kuzinunua saa ngapi babu? Na unajua mara ya kwanza nilikuwa nimeenda shamba. Hii ilikuwa shamba. Na hiyo ndio tabia ambayo kama nilikuwa nakwambia hivi. Babu, mguu wako kwanza unaendeleaje? Babu, miguu yote yaniuma. Mimi nauma kila sehemu babu. Nauma kila, lakini na sababu matatizo yanakuja kutokea hivi. Sasa unaona hii mguu wako kama ile alama imeshajaa hii. Inafura bure tu. Si mtulie. Mimi nitakuacha eti babu. Na nakwambia mara nyingine wewe unatembea kidogo. Nitakuacha mimi ujue. Hapo babu. Na huku. Huku ndo zaidi. Hapo mjukuu wangu, hapo. Subiri kwanza, ndio hivi sasa. Wajua sasa nikifanya hivi kidogo hivi ndio ambapo kwamba hutakandika vizuri. Babu. Kile sasa hivi. Mjukuu wangu hapo. Lakini wakija wajukuu wako hapo unajifanya mzima. Wala achana nao bwana. Hata hawakushiki miguu, wanaogopa wamewekelea mikono namna hii. Ndio mtibabu wangu babu. Achana nao wale bwana. Lakini naye pia babu wafundishe na hawa. Unaonyesha mapenzi watu wengine ambao kwamba hawakuhudumii. Mimi nakuwekea wewe mambo yote babu hapa. Hata shamba mimi naona kama wanidanganya. Babu. Wakija hapa sasa. Hapo tosha hapo. Hapo babu. Ngoja. Matatizo yanatokea babu yangu. Wakati tayari nakwambia hivi, wajukuu wako wakiingia hapa wewe uona mimi sina thamani. Babu, na hali ya kuwa kila wakati mimi ndio nakushughulikia. Nimeenda shamba na vile. Ngoja basi babu, naenda shamba naenda nashughulika. Sasa hivi nimeenda kuchuna kisambu kwa ajili ya kutengeneza nanyu. Pia babu. Babu. Nimeenda kushughulika kwa sababu ya hiyo. Lakini bado tatizo linatokea hivi babu. Mimi ndio nilikuwa nataka kukueleza. Kwa nini mara nyingi kuwa unakuja kunifokea wakati tayari ndugu zangu wako? Ndio maana nakwambia hivi, wale wakija kutoka mjini wewe unanionaga mimi sina thamani, na hali ya kuwa mimi ndio ninakushughulikia hapa. Babu, lakini kwa nini hii tabia uko nayo? Mjukuu wangu, wewe ndio karibu hapa. Wewe ndio karibu. Wewe lazima unishughulikie kwa sababu uko karibu hapa. Lakini nakushughulikia, lakini babu angalia, wakija wale unaniona mimi sina thamani. Siku ile wakati walipokuwa wameingia ndani ya nyumba, babu hunitambui kama mimi ndio. Lakini hata sitambua, lakini sasa wale watoka mbali. Wale wakaa mbali, wakija kama vile babu, mimi pia napata faraja babu, nachekelea kidogo na wana furaha. Nikiwachukia itakuwaje? Sasa sikiliza babu, mimi sikatai, lakini kumbuka kwamba unawafundisha vibaya. Waje wajumuike, lakini na wana pia usio ni wenye kunituhumu kila wakati. Mimi nikiwa hapa na kushughulikia wewe. Nimetoka shambani nimeenda kuchuna mpaka nani, hizi zote na kushughulikia wewe. Matatizo ukiwa na matatizo na kushughulikia wewe. Lakini babu, ikifikia mahala
Pakuwa wamekuja haya wanao wajukuu wengine, mimi sina thamani kwako. Wewe uko na thamani babu, usiweze kukubagua. Lakini wanidanganya Watoka mbali. Lazima waje mtembelee babu, na akija hapa wale hawaji kwa ubaya. Fanya hivi. Wewe uko sawa, lakini hana ubaya na wewe. Ndio nasema hivi, wakija hakikisha pia na wao naye pia unawajumuisha katika majukumu, ndio wajitambue kwamba jamani, angalieni, pigeni mfano kama mjukuu wenu huyu Sultani akiwa yuko hapa ananishughulikia, ananijali, ananitengenezea kila kitu ninachokuwa. Kwa nini nyinyi mnakaa muda mrefu bila kuja kunishughulikia? Onyesha kwamba tuna umuhimu sote wa kukushughulikia wewe. Kwa sababu Lakini wewe unabavua. Ngoja Waswahili wakuambia, fimbo ya mbali haiui nyoka. Sawa? Wewe ndio mwenye mambo yote hapa, nakwambia kila siku babu. Wewe ndio mambo yangu yote. Lakini tatizo la wale waache waje babu, waache waje, hata waache wakae waje. Lakini wewe ni muhimu kwangu babu. Babu, unaona sasa hivi vile ambapo kwamba umeniita babu yangu. Mimi nashinda na wewe wakati wote. Shambani umeona vile nimefanya kazi. Nashukuru alhamdulillah, nakufanyia kazi. Yani nafanya hii kazi ili ujue kwamba nakupenda babu yangu. Lakini tatizo linatokea hivi babu. Wakati tayari mimi nasikitika kitu kimoja. Mimi najumuika na kazi zote, lakini wewe ndio unakuja kunitenga wakati tayari wale ndugu zangu wakija unanionyesha kana kwamba unipendi. Babu, mimi nakupenda babu. Babu nakupenda babu, nakupenda mjukuu wangu. Wewe ndio uko karibu sana na mimi hapa. Hakuna mwingine hapa. Wale hata wakija usio na sasa nao. Wewe ndio mwenyewe hapa babu. Lakini hata mashamba hayo nakuwa wewe angalie. Wewe ndio mwenyewe hapa babu. Lakini utafanya hivi babu. Wakati unapoact kwamba kana kwamba hunipendi. Ndio mwanzo wa wale vijana kutambua kwamba kumbe Sultani hapendi babu yetu. Alafu kisha nilichokishangaa zaidi, juzi wale wamekuja, wao badala wa kupatia angalau hata hela wa kununua dawa, wewe ndio unawapa, alafu unakuja kunidanganya mimi kwamba eti umenipatia wangu. Uliona nikiwapatia? Uliona? Huyu si nilikuona pale wakati tayari zile ni zao walikuwa wamewekea hapa, niwekee ndio nimepata pesa zao. Babu, unaona sasa unapodanganya. Ni pesa zao zile. Unadanganya babu, zile pesa mimi niliziona kutoka juzi ukiwa umeziweka pale kwenye ile za wao zile, alikuwa anangoja waje napatia maana yao. Haya, kuna makosa gani? Hivyo ndivyo unapofanya. Wakati pesa. Unipi? Sikupi vipi? Wao kila siku nikikuomba hapa shilingi za dawa, alala kila kitu uko nacho. Dawa, huwezi kununulia dawa toka. Ndio nasema hivi, angalia kwa mfano kama hizi za dawa. Mimi nimetoka shamba sasa hivi. Nimetoka kutafuta kibarua wapi na hali ya kuwa sina pesa. Sasa saa hizi wakati tayari wewe uko na pesa. Ndio yako kauze babu, upate pesa. Mimi nimekuruhusu, shamba ni lako babu. Ile ndizi nimesema ninataka kwenda kuuza. Umelalamika. Ukisema unaleta jibu kama tatu. Sasa ukitenda kuuza vipi? Shemshe kama tu 4 na muogo ni ile zile ngine zitauzika. Zauzika ndizi zauzwa ndizi 4 shilingi 50. Babu vipi bwana? Lakini sasa ndio wanasema hivi, babu unafanya makosa. Makosa vipi babu? Nimeshakwambia hiyo maneno. Makosa unayafanya babu yangu. Wakati tayari wewe sasa hivi uko mgonjwa na hela unayo, lakini huwezi kutoa mpaka mimi niende nikafanye vibarua ndizo totolewa. Hapa sina hela hapa. Uko nayo? Na ipi babu hii? Si atosha hii babu. Shilingi 50 ndio kununulia wewe dawa zako hizi zote. Tutajaribu kutafuta kidogo ongezee babu. Utanunua dawa huko. Hii itatosha babu. Tafanyaje sasa ndio iko hapa babu sasa hii? Na hali ya kuwa juzi umewapatia shilingi 10,000. Akanichimbie miti nini babu? Miti iko tele hapa shambani. Kuna miti mingi hapa ya dawa. Kwanza dawa ni miti. Sio mambo ya madawa hospitali haya. Mimi nakupenda babu, nakupenda sana mjukuu wangu. Lakini unaniacha katika mazingira mbaya babu. Kwa leo wewe ndio uko na mimi hapa. Nakupenda babu. Wale wengine waje tu ndio, hata kama wako mbali utafanyaje na wajukuu vile vile? Utawabagua? Huwezi kuwabagua, lakini sasa tatizo linatokea hivi. Wakati wakija hapa babu yangu, wewe unakuja unaonyesha mapenzi kwao, unaniacha na mimi. Kwa nini usiwe unawahimiza na wao waonyeshe mapenzi? Mimi nafanya hivyo babu kusudi, kwa sababu sitaki waelewe kwamba mimi nakupenda wewe peke yako. Unaelewa babu? Ndio maana nawaonyesha kwamba wanafanya nini? Wewe siku nimekuweka pembeni kidogo. Sawa, pamoja na kwamba wakija shida inatokea kitu kimoja. Mimi na wewe tunabishania kitu kimoja. Kwamba pole tuangalie sasa umeanza matatizo yako. Sasa nikukimbiza ama utatafuna ukasangu nini kuchukulia miti hapa mshamba. Ndugu wangu dawa hujaleta babu. Mimi naumwa babu. Haya, mimi sasa hivi kutokana na hali ambayo kwamba iko, wewe pumzika hapa dakika 20. Alafu baada ya kupumzika hivyo, wacha mimi nikimbilie zile dawa, alafu mengi tutakuja kuzungumza katika haya. Sawa mjukuu.
Wewe pumzika kidogo. Halo kidogo. Hii bakora yangu ikapa karibu aweza katokea kijinyoka hapa. Kataka kuniadhibu ngakipiga kidogo nakimbia hapa. Usijali babu. Basi naangalia hata ile miogo ile. Miogo hapa nimeenda kuchukua hiyo na. Vipi umeziona ndizi huko? Ziko sawa. Ziko vizuri Basi unasema kidogo ndizi na miogo kidogo. Utanichemshia hapo babu. Haya babu. Mimi wacha nikakuacha babu hilo. Shamba hilo ni juu yako hapo. Lakini ukumbuke haya. Ukumbuke wajukuu wana siri. Sawa babu. Haya babu. Acha nikimbie. Ufanye vizuri huko. Haya. Haya.